Nguvu za ushindi popote pale. Haleluya. Haleluya. Pigie Yesu makofi ya ushindi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na leo katika shule ya wanafunzi tutapenda kujifunza somo le mjane wa Salepta. Mjane wa Salepta. Bwana asifiwe sana. Tunapitia katika maandiko kitabu cha Wafalme wa Kwanza. Wafalme wa Kwanza, kwa hiyo unaandika hapo Wafalme wa Kwanza sura ile ya kwanza, sura ya 17 na mstari wa 10 hadi wa 14. Maandiko yanasema, basi akaondoka akaenda Salepta. Hata alipofika langoni pa mji, kumbe mwanamke mjane alikuwako akiokota kuni. Akamwita akamwambia, letee na kuomba maji kidogo chomboni nipate kunywa. Alipokuwa akienda kuleta, akamwita akasema, naomba na kuomba kipande cha mkate mkononi mwako. Naye akasema, kama Bwana Mungu aishivyo, sina mkate ila konzi ya unga katika pipa na mafuta katika chupa, nami ninaokota kuni 2 ili niingie nijipikie nafsi yangu na mwanangu tule tukafe. Elia akamwambia, usiogope, enenda ukafanye kama ulivyosema, lakini unifanyie kwanza mkate mdogo niletee, kisha usijifanyie nafsi yako na mwanao. Mstari wa 14. Kwa kuwa Bwana Mungu wa Israeli sema hivi, lile pipa la unga halitapunguka wala ile chupa ya mafuta haitaisha hata ile siku Bwana atakapoleta mvua juu ya nchi. Bwana asifiwe sana. Kuhusu somo la leo, njaa ilileta majonzi katika mji fulani tunashuku kama Ethiopia. Njaa kubwa, ilikuwa ni njaa ya kutisha. Bwana asifiwe sana. Mjane mmoja alikuwa na unga wa kutosha, kuoka mkate mdogo tu kwa ajili yake na mwanawe kabla hawajafa. Yaani na mwenyewe kumbe alikuwa anakula ili baadaye wafanye nini? Wafe. Yaani kama vile wanajiapeti kidogo baadaye wapotee. Yaani kitu kidogo sana ambacho kisha baki. Bwana asifiwe sana. Baadaye mtumishi wa Mungu akaja akamwambia aniletee maji kidogo na mkate kidogo. Bwana asifiwe sana. Ukiangalia ni hali ya njaa, hana kitu, amebakiza kitu kidogo ambacho naye anataka ale ili pia afe. Haleluya. Ukisoma mstari wa 12, jibu la Elia lilishughulikia hofu yake, kisha akampa maelekezo nini cha kufanya, kisha akayafuata maneno yake. Hapa itahusisha imani. Bwana asifiwe sana. Hapa kilichohusisha ni imani. Wewe hapa hivi ukiangalia hauna kitu, una kitu kidogo sana. Halafu mtu anakuambia hicho kitu nipe. Ukinipa mimi utapata zaidi ya hapo. Utampa kweli? Ni jambo ambalo lililohusisha imani. Na katika somo letu leo tunajifunza kwamba Mungu anaweza kukupa mahitaji hata kama hali za maisha zinaonekana kuwa haziwezekani. Hata kama wewe situation ni ngumu kiasi gani, lakini Mungu anaweza kukujali, akakupa huduma kama unaostahili. Hata kama uwe kwenye changamoto kubwa kiasi gani. Hiki ndicho ambacho kilichopata mjane huyu ambaye yeye alikwenda. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu jambo hili liko la kiimani, yule mwanamke akafanya kama alivyosema Elia. Matokeo yake ni kwamba yeye na mwanae waliendelea kuishi wakati wa njaa. Hapa pia tunajifunza utii.
utii uliofanyika kwa huyu mjane. Alifanya utii kusikiliza neno ambalo aliambiwa na mtumishi wa Mungu kwamba ukifanya hivi itakuwa hivi. Na watu wengi siku hizi tunapokea maneno tunashindwa kuwa na utii kama tulivyojifunza Jumapili. Jumapili kama sio Jumapili iliyopita. Utii. Hapa alielekezwa ukafanya hivi na yeye akafanya vile vile kama alivyoelekezwa. Akiongozwa na imani. Jambo hili ni la kiimani. Watu sifa sana. Nikupe mfano mmoja hapa. Nikupe mfano mmoja. Kuna mtu mmoja alikuwa anasafiri nyikani. Nyikani sehemu ambako hakuna maji. Kuna ukame wa hali ya juu. Ni hivyo au nyikani nilitoa hiyo? Nyikani siseme ukame. Nyikani ni porini ni sehemu ya ukame. Sawa, tumeelewana. Amesafiri, amefika hatua sasa amekata tamaa. Mwili umechoka, hana maji. Kiu imembana hata kufa. Kiu imemshika kana kwamba mtu asomeanza kaondoka kwa sababu ya kiu. Anataka maji. Na kule jangwani hakuna maji. Bwana asifiwe sana. Bahati nzuri au bahati mbaya, katika kujivuta kwake akutana na kopo lina maji ndani yake. Kiu imembana, kiu. Ni ile kiu kwamba sasa ni kiu hii, anaweza kaondoka muda wote. Akutana na kopo lina maji. Baada ya kuona kopo lina maji, kabla hajanywa yale maji, kabla kuona yale maji, akaenda sehemu akutana na bomba. Akajaribu kupushi maji hayatoki. Bomba linapiga kelele, maji hayatoki. Kila namna maji hayatoki. Akifanya ile hayatoki. Akaamua kuondoa bomba lile maji, kiu imebana, akaona bora mama anaweza kufanya akajifie mbele. Wakati anatembea sasa ameshakata tamaa kabisa, akakutana na kopo la maji. Akasema asante Mungu. Lakini kabla ya kunywa ile maji, akuta kwa juu karatasi limeandikwa. Limeandikwaje? Naomba haya maji uyamimine ndani ya pampu la maji. Ukishayamimina yote, bomba litatoa maji. Nawe utakunywa unapotaka, hapo utakaposhiba. Ungekuwa ni wewe ungefanya nini? Edward, ungemimina unasema haya yanatosha. Edward. Lakini unakiwe Edward. Kiu imekubana kweli kweli, na wewe unaona hii hapa ndio fursa kuja kutumia. Kwa mfano ungemimina hata stoke ndio nakufa. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo wewe huyu alifikiria sana, kwanza akalia. Akasema ni nini hiki? Hiki ni nini? Msaada nimeupata, msaada wenyewe una mtihani mgumu hivi. Nifanye nini? Akasema kama nimekufa, wacha nife. Akachukua maji akamimina kwenye bomba. Alipojaribu kusukuma hili maji tena hayatoki. Akasema hapo sasa kwisha habari yangu. Bwana asifiwe sana. Lakini wakati anajaribu kuendelea kupampu hivi, maji yakaanza kutoka. Bwana asifiwe sana. Na alitoka maji mengi, akanywa, akaoga, akatoa mwili. Lakini agizo lilikuwa ni moja. Ukiondoka, mimina maji kwenye kopo yaache kama ulivyoyakuta na barua ile iko vile vile. Bwana asifiwe sana. Jambo hili linatufundisha nini? Linatufundisha imani. Kupokea kwa njia ya imani. Kwa hata katika nyakati ngumu, endapo tukiendelea kuamini inawezekana. Hakuna jambo ambalo linashindwa. Ukiwa na imani, kila jambo linawezekana. Ni maandalio yako ya moyo yakoje ndio jambo ambalo liko mbele yako. Bwana asifiwe sana. Jambo liko mbele yako aje? Ukiona kama kuna imani ya kushindwa mbele yako, utashindwa. Aonaje mtu nafsini mwake, ndipo atakayokuwa. Ukiona mimi hapa naona roho kabisa ya kushindwa, utashindwa tu. Ukiona mimi nakufa, utakufa. Kwa sababu ndivyo unavyoona.
Huyo mwenzetu yeye aliona, hata huyu mjane na yeye aliona, imani yake ilimtuma kufanya kile, kumpa mtumishi unga na maji, akujihesabia haki yeye, akamhesabia haki kwanza mtumishi wa Mungu, ndipo naye kafuata. Pia tutajifunza kwamba katika maisha yetu Mungu lazima awe wa kwanza kabla ya mambo yetu yote. Mungu akiwa wa kwanza, mambo yetu yote sisi yatanyoka tu. Maandiko yanasema utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na hayo mengine mtazidishiwa. Kwa ukiwa na Mungu ukatii neno lake, utashangaa kila mambo yanayokuja mbele yako yanaenda tu hivi, yananyoka tu. Bwana asifiwe sana. Watu washangaa, huku kuna shida gani? Huyu mbona kaja mwana wako anaenda? Kwa sababu ndani yako unaye Mungu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo ukimkabidhi Bwana matatizo yako, utapata baraka na ukombozi wake. Bwana asifiwe sana. Ukimkabidhi Bwana matatizo yako, kila mtu ana changamoto zake binafsi, kila mtu. Lakini ukimkabidhi Bwana changamoto zako, kusema hii namkabidhi Bwana, anasema na mimi. Hii watu wengine changamoto zetu tunazipeleka kwenye misaada ya mara mbili. Unapeleka msaada kwa waganga, changamoto ile moja, lakini pia huku unaombewa. Nani kusaidia hapo? Utaendelea kubaki na changamoto yako milele na milele, kwa sababu wewe mwenyewe huna imani msaada wako unapatikana wapi. Kwa somo la leo tunatufundisha jambo la imani na utii. Ukiamini hata katika changamoto inawezekana. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Kwa leo somo letu ni fupi sana, ndio nimeishia hapo. Haleluya. Hebu kupitia hapa kwenye kuna mtu ambaye anao ina nia sio wanafunzi au nani? Mimi nayo. Mwingine ambaye anayo basi tuendelee kufuatilia swala. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu wa mbinguni awabariki sana. Cha msingi kabla tujaingia kwenye maswali, ndio tunaomba sana kwa leo. Tumwamini Mungu. Na sio tumwamini kwa kiwango cha hali ya juu. Unajua kuna kuwa na ile imani, lakini imani yako ndani yake ina kidogo tu. Mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Naye akisasita roho yangu haina furaha naye. Yaani wewe una imani ndio, sasa una imani. Lakini ukiwa unaanza kidogo tayari Mungu anafanya wewe. Amini kwenye kila jambo inawezekana. Kwenye maisha yetu yote haya tunayoishi, kila jambo linawezekana. Kama aliweza yule, mimi na yeye tofauti ni nini? Yeye ana macho matano, ana macho mawili, tuna miguu miwili. Yeye tofauti yake kama yeye sika za mjini. Wote ni wale wale. Kwa hiyo amini inawezekana. Tofauti ni imani ya mapokeo yetu. Lakini pia tusafishe na roho zetu. Tusafishe na mienendo yetu. Bwana sana. Inawezekana ukawa nilisema Jumapili iliyopita kwamba unaweza kuwa mwaminifu kwenye kila kitu kabisa, lakini ukakosea kitu kidogo tu, Mungu akunyima nafasi yako. Ukaidi, dharau, kiburi, ukawa mwaminifu na kiwe kile jambo, lakini ukakosea kitu kidogo, Mungu anakunyima nafasi nyingine. Kwa hiyo cha msingi tulisafishe mioyo yetu. Tuwe wenye haki. Bwana asifiwe sana. Tupende kumtumikia Mungu na tuishi ndani ya imani. Na Mungu wa mbinguni tubariki sana. Haleluya. Nakaribisha kama kuna watu na maswali. Karibu sana. Amina. Nilikuwa na maswali machache. Swali la kwanza nilikuwa nataka nifahamu huyu mwanamke wa Serepta ni nani? Na tunaona mtumishi wa Mungu Elia aliweza kumwambia kwamba ampe maji pamoja na mkate. Kulikuwa na hali ya njaa sana. Sasa mwalimu ukatolea mfano, ukasoma huyu mwanamke wa Serepta, ukatolea mfano wa Ethiopia. Nilikuwa napenda kujua kwamba hiyo njaa ilikuwa katika nchi gani na ilisababishwa na nini, na ni matokeo gani ambayo yalitokea baada ya huyo mwanamke kuamua kuchukua huo mkate
na maji ambayo alitaka kumpa mtumishi wa Mungu. Amina. Bwana asifiwe sana. Tutakujibu kwanza kwa upande wa matokeo. Matokeo yake baada ya kufanya jambo la kimani na kumpa mkate mtumishi, walipata chakula cha kutosha, walikula mpaka njaa ikakoma. Bwana asifiwe sana. Lakini pia swali jingine naomba mtu tusaidie. Mchungaji, naomba tusaidie maswali mawili ambayo yameuliza. Sawa. Hayo maswali ndio tunajibu mchungaji. Haya, maswali jingine? Hakuna. Haleluya. Basi Mungu wa mbinguni awabariki sana na leo tutaishia hapo. Asante sana kwa bariki. Barikiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi baada ya kumalizia na Yesu kabisa. Amen.